Cartel TV network, 1 week after ODM elections countrywide, privileged to be the Secretary General of ODM Kampunji. Whether elected or selected, you will come to know. Co-host Edo, can you introduce the host of the show? Cartel TV network international, international. And always tell you to tell a friend, subscribe, like and comment. We are much privileged and honored to have one of our own, the Mamtaki or Udo based Secretary General Kampunji. So, brother, well, it's up to you when you want to Kampunji, you want to Cartel TV, and then you will do the okay, kwa majina ni Akimara Bell. Nimesikia mimi Secretary wa Kampunji. Alichaguliwa kwa election iliyopita ya juzi. Natoka California, nimezaliwa California, Kampunji Sub-County. Asante sana katibu, yule Akimara, Secretary General wa ODM Kampunji. Kumekuwa na tatizo sana kuhusu uchaguzi na kumekuwa na malalamiko kutoka kwa ODM support base. First of all, mara kwanza nilikuwa kwa ofisi 2015 na kuna baadhi ya mashabiki wa ODM mashinani wana feel left out. What is your take? Okay, kwa uchaguzi na kwa ni mtu kujisukuma. Ndio kitu inafanyika sasa kwa ODM. Lazima weka kuna kiti, lazima uangalie kuja kwa habari naye. Yes. But kwa uchaguzi lazima kuwe na kilio. Ushinde usishinde kuna kilio. Sasa hizo kilio pande yetu tunaangalia ni gani ziko juu na ni gani ziko chini. Ikiwa chini tuko sawa, ikiwa juu sana ndio tunajua iko chini. Na sisi kama wanahabari tumepata ripoti kwamba kuna baadhi ya wanachama sugu ama halisi wametolewa kwenye orodha ya wanachama. Una hiyo habari? Kutolewa kwa orodha kuna mtu alitolewa kwa orodha. Uchaguzi linakutoa kwa orodha. Kama mtu amejitokeza akapigania kiti yako na akakuweka chini, hapo hatuna kitu kingine ya kusema, ni uchaguzi unakuweka chini ama kukutoa kwa hiyo orodha. But apart from hiyo, si bado wanabaki tu wafuasi wa chama cha ODM. Na katibu, kuna malalamishi haswa kwa the modalities za election zilifanyika. Because there are some aspirants that are feeling like walikuwa bulldozed out. Because wamesema the modalities that were used to choose the mainstream as if were as per the ODM election constitutions. So nataka highlight how the mainstream should be elected and who should elect the mainstream. Kabla labda katibu ajibu, kwa katiba ya ODM ya zamani, since because unless walibadilisha katiba, but kwa uchaguzi wa ODM niliparticipate, nilikuwa naona wale delegates wa kila ward ndio walikuwa wanakuja pale juu mainstream wanachagua officials wa mainstream. Lakini sijui ni wapi nimeona sasa watu 20 tayari wanajichagua. Uone kama kuna dosari kidogo. Tuseme kama 20 people wamepanda wale kila ward imependekeza wapande kwa sio kama Kampunji kuna 5 wards. So automatically 20 people wanapanda. Tukiangalia women leader automatically wanapanda na youth leader so ni watu 18. Watu 18 watajichagua namna gani wako wana represent Kampunji constituency in ODM affairs. Na feel hapo tumeshana na swali la co-host Lorraine ndio jibu kwa pamoja. Okay, mimi nafikiri kama vile niko tunaanzia chini. Yes. Kwa polling centers. Na polling centers ndio inaleta kila mtu. Yes. Wakati inatoka kwa polling centers vile zilipangwa inakuja kwa ward level. Na kwa wale walichaguliwa kwa polling centers wale wanakuja kama committee ndio wanakuja wanatengeneza ward levels. Na kwa hao ward levels ndio pia wanachaguana. So ikitoka kwa ward levels vile inaenda ikienda juu ndio watu wanazidi wakipungua. Si ati sasa tunahusisha kila mtu. So kuna hiyo polling centers ndio inahusisha kila mtu. Na ndio utapata baadhi ya watu walipuuza hiyo ya chini. Unapata mtu hataki kukuja kwa hiyo ya chini, anataka kuanzia juu, anataka kuanzia juu. Na vile inazidi kisonga juu ndio vile watu wanazidi
wabaki wachache kulingana na hiyo ilivyo. But all in all, si mimi sio mwenye panga uchaguzi. Kuna roles, kuna nini, hao watu wote nafikiri wametrainiwa huko na kitu cha kufanya. So ndio wanakuja na instruction na directions. Because why is it kama cartel tunaweka on the spot kama secretary general? Because we got so many complaints. Wale wanasema the current chairman wa Kamkunji ndio Loiba. Yes baba. Watu kama hawa wako chini wanasema he did not seek hapo ongelesha, so hawaoni na represent na hali yeye mwenyewe atakuja kwa ground kuambia na kitu cha chama. So kama they should change it. Na kabla ya kwenda katika jibu, nataka pia nijumuishe na swali lingine. Is the ODM Kamkunji Constituency Office representing the office, represent ODM entirely in Kamkunji? Because lazima mkue kwanza na mandate ya supporters wa ODM. That's what nasikia Raila anakuanga ni ndani ya ODM, because yeye mwenyewe anafanya mpaka mkutano za Kamkunji. And I believe ni vizuri ukichaguliwa, huko umechaguliwa na watu, huko umepata mpinzani. Because for the first time in many years, and this one kama Cartel TV pia mimi nilikuwa mwana ODM ndani. And I've seen a member of Cartel TV. I think this is the weakest ODM constituted lineup going into 2027. Why am I saying that? Ukiangalia baadhi ya wale officials, wengine na wana craft na mali chama imetoka, the struggle, hata shida na katibu. Lakini ukipiga darubini hiyo list, utapata wengine wako pale for their selfish interest, selfish gains. For example, uwezi kuwa wewe uko na ODM simply because ndio upate nafasi uchaguliwe kwa kiti. Katibu wewe ndio ungekuwa na uwezo, umekuwa na uwezo umesimama. Lakini sasa hivi una sacrifice the party. Hapo nakuja kwa Alexander Kroga na project kidogo. The secretary for general of ODM amekuwa kwa mstari wa mbele kupigania changes, na wakati fulani tulikuwa na office tulikuwa tunapigania changes. But lazima tuwe na mafuta. The big prize inakwanga the Kamkunji Constituency Office seat ya ODM inaipata. Sasa hivi kwa 3. So labda nikijumuisha tutaendelea ndio tena unaenda kuuliza maswali. Ni wewe ukiangalia ukipiga darubini unaona kama tuko kwa the right direction? Are the party supporters from the grassroots happy with this office? Yeah, okay. Number one, ningekuuliza pia mimi labda ni watu wangapi walijitokeza wanataka kiachia chairmanship ya Kamkunji. Yes. Ni swali kwanza ungejiuliza. Na ndio nakwambia watu, hii uchaguzi si ati ni Oimba ama mimi ama watu kwa hiyo lineup ndio wanapanga. Yes. Ni chama inapanga. Na inatangaza kwa kila media zote, radio, kila mahali kwamba kutakuwa uchaguzi tarehe fulani. So ni kila mtu kujitoza uwanjani aje anganganie kiti aseme alinyang'anywa ama alitupwa nje ama alichezewa mchezo sio wa kawaida. Yes. So sasa ndio nakwambia tulipokuwa tunaanza pale chini kwa polling centers, ni watu wangapi walikuja wanasema wanataka hiyo kiti. Na ile akili ya kila saa watu tunasema ati ataki ni mzuri na yuko kwa nyumba. Sasa sisi ndio tumfuataje tukuje tumng'ang'anizie kuje uchukue kiti. Huo ni mtu kwanza ana interest na chama. So wale wenye wanakuwa kwa hiyo ground ndio wanaenda wakisonga vile nimekuambia. Nao ndio tutangangana nao kwa sababu hivyo ndio chama inataka ifanye. Hiyo mifumo ya active members ni exactly ndio wamejitokeza. Sasa mtu akikuja analiliaga kwa nyumba Mr. Kioimba na ajitokezi anataka hiyo kiti. Sasa utamfanya nini? Iko kweli kuna sita ile swali tetezi. Yes. Na it's an observation that sisi kama ODM, mimi ni mfasuko wa ODM kama Cartel, na sasa mimi ni mfanyakazi wa Cartel TV. Yes. But as per the observations that we believe that ODM is a cosmopolitan party. ODM represents the whole country, which we believe we are more than 48 tribes. But it is the observation that have come out is that hii Kamkunji is a Kamkunji has got 15 members of the same ethnic group. So kama katibu, what is your say on that? Maybe kama najibu hiyo ndio sasa kazi kwa rais katibu kama na katibu na organizing secretary na youth leader. Yes. The rest from one ethnic block, hususan is in the south,
wamepanda wote one ethnic block. Which kwa zamani kuna ile uchaguzi zilikuwa zinafanywa na list ilikuwa inafikia kwa Raila anairudisha. The reason why we are saying this is because tunakuja na uchaguzi wa mbele. Na I believe Kamkunji constituency ODM office ndio macho ya Raila hapa Kamkunji na ndio itakuwa inafanya campaign. Now mkishajichagua one ethnic block. Ndio mna represent Kamkunji. These other tribes, how will mtawaconvince wa feel part and parcel of ODM? Katibu wa back to you. Mimi nataka kurudia kwa kusema Kamkunji ni mali ya kila kabila zote. Kwa Somali, kwa Mluya, kwa Mkisii, kwa kila mtu. But pia huwezi toa huo Mkisii kwa nyumba mwambie kuja usimamie ani uchaguzi. Ni yeye ajitoe akuje awanie kiti chenye anataka. Ashinde na akishindwa na Mjaluo hatuna njia nyingine tunaweza fanya naye. Ashindwe na sijui kabila ule atamshinda, hatutaangalia kabila. Tutaangalia kwanza hiyo race inapiganiwa vipi. Alifuata zile sheria zinatakikana, alilipa, alifanya nini na akaingia kwa uchaguzi na akajipigia debe mpaka akashinda. So anaposhinda mimi kama katibu siwezi angalia ni Mjaluo ama ni Mluya ama ni Msomali ama ni nani. Kwa sababu kwanza yeye alifanya nini? Alijituma. Na wale wenye wanajituma wengi utapata ni yeye ni hao Wajaluo ama ni hao Waluya. Sasa utafanya nini? Utapambana wale. Na tukirudi nikiacha nikurudishe kama nyuma. Ni ukiangalia Kamkunji zile wards zimebeba labda kama Wasomali kiasi Eastleigh North na Eastleigh East. Unaona? Na unapata kama Eastleigh hata unaweza enda pale ule Msomali anataka kujituma kwa chama au party. Unaona? Sasa utafanya nini? Wale wenye wameandikwa pale kazi ama wanafanya pale biashara na Mjaluo na wanafili chama ni yake. Anajitokeza sasa mimi sina la kufanya hapo. Itaangalia ule ameshinda au ndio tutampatia bendera yake ni watafuta Wajaluo 3 au 5 au 6. So karibu asante sana kwa your response na watu tunaendelea na those tuning in wale watching clip leo tuko privilege kwa na katibu mkuu wa ODM Kamkunji ingawa dai bingo lakini tutamtafutia mpinzani hizi ile kesa kwa katibu kuna swali tetesi tukizingatia kwamba ODM wako na wakilishi wale watatu Eastleigh Kusini, Eastleigh Kaskazini na Airbase Ward. Inakuaja kuwa na shamba za uchaguzi kama hizi ndio bunge zingine. For example, pale kama Makadara ilikuwa inafanywa kwa kiwanja na kulikuwa na running battles, kulikuwa na kelele, kulikuwa na nderemo, kulikuwa na vifijo, kulikuwa na sherehe. Then two ndio uelezee wanakamati ama wana ODM wale wanafika kwa Senato. I believe the past two elections require more of harmonization, not elections. Now, wengine wanatumia kwa jamii elections. I believe kama ni harmonization, hapo ndo kabila zote zinawekwa. Lakini kama ni uchaguzi, tunasema ni moja kwa moja kama ni kiti. Tena kumekuwa na siri nyingi sana. Maana sisi kama kwa media sisi tulipata habari kwamba uchaguzi utakuwa wa MCA kesho yake. Na ukiangalia ile umati ilikuwa pale wa MCA ni kama ilikuwa toka wote moja pekee yake. Ni kama walikuwa na fununu uchaguzi utakuwa wapi. Wewe kama mwana ODM wa ndani kama unakuwa katibu, unajua ile nguvu ya ODM iko na mashinani. Unaona kama Kamkunji sasa ODM inaelekea njia nzuri in terms of support ama inadorora? ODM inaelekea njia nzuri. Ndio maana narudia pia na kusema unajua ilitangazwa kutakuwa na uchaguzi Nairobi na kila eneo na hizo 17 constituencies zitafanyika wapi na siku fulani. So unaona hizo vitu zilianza kuanzia nakwambia kuanzia pale kwa center na zilikuja ward level. Sio mimi napanga, sio Imba napanga, ni chama inapanga na inatangaza kwa radio, inatangaza kila wapi. So yote mwenye alikuwa anataka kujitoza uwanjani alikuwa anakaribishwa. Na ukikuja upate chairman hakuna mtu mwingine anataka kung'ang'ana naye.
utafanya si unaitrim kwa ile Kwa status quo. sijui kama tunaitrim pale inawezekana juu. Kwa nini utakimbiza kwa kiwanja kwa mtu ana mpinzani? Hiyo kiwanja hiyo kubwa ya nini na ama mpinzani namba tu imeitwa, watu hawajajitokeza vile wanaweza kidogo. Kwa karibu kama unasikia kwa point yako bado utaendelea. Yes. Kuna mwanyaji wa wengi kwa kampuni alitokeza last minute. Yes. Kwa asili ya Kisomalia. Yeah. Aliyekuwa pia anamezea kiti kama mtungi mate 2022 Mohamed Abdi. Unaonaje hiyo entry yake kwa politics? Aliingia kiwewe na kasema nikabadilisha mpaka rules. Na mpaka ukasemezana kwa vile uchaguzi na alikuwa anataka na pressure sana. What is your take? Number one, mimi kwangu Mohamed Abdi ni joker. Mohamed Abdi is a joker. Yes. Kwa sababu yeye alisimama na chama kwa uchaguzi akiwa anataka kitu wakati 2022. Yes. Kutoka wakati hiyo mpaka wa leo hajui chama inaendelea ODM. Na hajui vitu zilikuwa zinaanzia kwa grassroots. Yes. Unajua, so yeye pia kama alikuwa na hizo shamba angekuwa pia anapanga hizo vitu Golo Imba alikuwa anapanga kuanzia huko chini. Yeye labda pia angetokea na upinzani wake. Lakini akija akisema wale watu Imba amekuwa akitembea nao ndio unataka kukuja ati ndio wakupatie kura. Unaona kama ni kitu inawezekana. Wewe tumetembea na wewe miaka 10. Yes. Leo hii Reina anatokea leo tu anataka kunishawishi atina pesa, na hiyo ndio vitu buzi zenye watu wanafaa watoke kwa. Yes. Sasa hii kila kitu sio pesa. Kuna vitu za pesa na kuna vitu sio pesa. So ukikuja kwa ukumbi ati unasema kwa sababu umebeba bunduki na pesa utasema sijui kama unafikiria hiyo ndio kitu itasukuma watu na namba 2. Na kwa nini nasema hii ni joka? Ule mtu anamleta kwa uwanja atikuja upambane na Uimba dakika ya mwisho. Yeye mwenyewe ameandikwa kwa ofisi ya mheshimiwa mwingine. Alafu anachukua mheshimiwa mwingine. Sema jina. Mtu mwenye alimleta anaitwa Dana Usumbu. Yes. Anamleta anamwambia kuja ushindane na Uimba. Yeye mwenyewe ameandikwa kwa ofisi ya mheshimiwa Hassan. Ule si bwana ODM. Unanielewa? Ndiye anamleta tena kwa uchaguzi ya ODM. Akipromise tena mtu mwingine atikiti ya 2022. Uone hiyo ni mjinga na 2027. Sasa yeye anamsimamisha na hata kuenda alipata ni hiyo moja ya uko ndani Usumbu. Na pia kidogo alikuwa na uoga kwa sababu anaona ni kama atatolea. So kitu pini ningerudi kusema kama Mohamed Abdi alikuwa na roho ya ODM. Yes. Angeanza kung'ang'anaga na kupanga ODM kutoka wakati aliondolewa kwa uwanja. Yes. Kwa sababu aliondolewa na mambo ya zoni. So kama alikuwa na roho angeendelea na chama na support the current office, aliendelea kupanga vitu, then kutoka hapo waonyeshe wanachama hata mimi nimekuwa nikisaidiana ama nikilivambi chama vile unaweza. Haini sisi tukitokea leo unatokea na vitisho ati sijui na bunduki unatisha watu. Kutisho ni zamani, sisi si wakati huu. So nafikiri Katibu hiyo alikuwa tu ni wa kuanguka na ni mchezo wa nayo. Katibu amesema Mohamed Abdi candidate was a joke. Amesema hiyo ni joke of the year. Na ameelezea kwamba katika hii mambo ya ODM kama ulikuwa unaangalia kitu 2022 anashangaa ni kivipi mfanyikazi wa mheshimiwa wa sasa wa Kamkunji Yusuf Hassan Abdi anaweza propose candidate ya another aspirant akuwe mwenyekiti wa ODM ili asimame 2027. Na kwa hizo kura zilipigwa ni ndugu yetu Daniel Asungwa ndiye alipigia brother Mohamed Abdi kura moja. Na kabla labda nilete swali nyingine, kuna tetesi kwamba hiyo ofisi ya ODM ile imebuniwa ni kama nyinyi ni vibaraka wa mbunge wa sasa Yusuf Hassan Abdi. Na nyinyi ni sympathizers tu kuanzia airbase mpaka south. Labda California pekee, lakini kuna zile sehemu chini. Sisi tunasema kuna zile sehemu mbalimbali za hiyo ofisi imebuniwa kwamba kutalishia mheshimiwa kule kwa sasa ila jiunge na chama cha ODM. Ni kweli ama hii porojo ya wakati hapa? Hii ni porojo. Kuna mahali sisi ni baraka wa Yusuf. Yes. Mimi mwenyewe katibu. Sasa ukiniambia mwisho niliongea na Yusuf kama kumuona kitambo sana. So nilikuwa kibaraka yake, nafikiri angekuwa ananipatia direction na instruction kila dakika tunaenda hivi tunarudi. Hakuna mahali mimi tunapatana na Yusuf.
kila wakati. Namba 2, enda kwa MCAs. Kama ni forward naambia na kila wakati. Hakuna vitu zile unaona Yusuf kama miradi za kampuni zinafunguliwa, aidha utaona huo growth forward hapo rahisi. So nafikiri pia hizo ni vitu za kuonyesha kwamba kama tungekuwa sisi ni baraka zake, akifanya kitu tungekuwa pia sisi tunamzunguka tukimpigia makofi, lakini hakuna mahali sisi tuko. Ya tatu nitasema yes, wakati ya Azimio tulilazimishwa na mambo ya Sony. Na ndio maana sisi 2022 tulikuwa na tulitoa wale watu wetu walisimama kwa zile Sony zenye waliitisha. Na hiyo ndio moja mali Yusuf tulijaribu kumsupport. Na wakati tulimsupport kama Sony bana Azimio na tukakuwa tufanye kazi pamoja. Wakati alikuja kuriward watu viti kwa ofisi yake kuanzia kwa CPF na hizo vitu zingine zenye ako nazo. Ni ofisi gani yetu tunaona watu wetu kwa pale yenye tunaweza sema sisi kwa ofisi ya ODM tulipewa hii position, kwa hiyo hakuna. Na huwa haongei na sisi wala hatupangi mali yeyote. Kama nisahau chapa kiti na akasahau. Ile timu wako nayo ile alikuwa nayo Jubilee na ndio bado anatembea nayo mpaka wakati huu. So 2027 niombe. Katibu, umesema ile fikra tumekuwa nazo siku zote, manake watu wengi walikuwa wanasema ni kama mimi ni mwadani wa ofisi yangu. Na siku niliuliza wale wanaitwa gatekeepers wake. Nikamwambia ni wapi mmepatia mtu ODM nyadhifa ile tu wale wanachungwa wanaenda kwa ile ofisi waseme sisi kama wanachungwa ile ofisi ile. Sasa ukikumbuka kwamba 2013 na 2017 alipokuwa kielea Jubilee, alipoingia aliriward watu wa hizo chama, aliriward wafie neno itakuwaje ni kama ODM itatumiwa kama ngazi. Na bado kuna baadhi ya watu wetu wengine ukiona kwa mitandao za jamii wanasema Yusuf kama Kenya. Na labda nikimalizia, umeiweka bayana vizuri ya kwamba kamati ile ya huduma ya ODM ya Kamkunji haina uhusiano wote na Mheshimiwa Yusuf. Na labda tukiangalia sasa kati ya Mohamed Abi na Ali Nur, kwa vile Kamkunji inaonekana ni asili ya Kisomali, wanapewa nafasi wakanganie kiti ya ubunge. Unaona hao kama ndio wakati is going for Ali Nur na Mohamed Abi? Mimi nasema labda mimi naweza enda na Ali Nur. Kwa sababu Ali Nur mara mingi vitu za chama nini kulikuwa na maandamano hapa. Tulikuwa tunamuona kwa jukwaa. Na anapigania hiyo. So kama hakuna mtu mwingine atajitokeza wakiwa na Mohamed Abi bila neno. Mohamed Abi yule alisema uongo uchaguzi. Hakuna uchaguzi unaogopa. Yeye alikuja kukata na anataka kutafuta ni kama hiyo utampa umaarufu, na hata nimtandika kwa kuonyesha kwamba kuna umaarufu wa Kolani. Kwa sababu ODM pia ndio ina vitu mingi sana. Lakini tukirudi nyuma, ulimuona kwa maandamano. Hajaonekana kwa maandamano kwa yako. Alikuja maandamano hata rali. Kuna rali ulimuona wakati hiyo. Alienda wapi? Hata jamii za chama za chungwa hakuwa. So yeye ni mtu anakuja na kiburi ya kuonyesha kwamba ni kama anaweza sukuma watu na aidha pesa bana, kila mtu ana zake. Mimi ni na 10 20 ngapi, kila mtu ana zake, lakini kwa maslaha ya chama sisi tunajua kungangana na hiyo chama. Watu kimbia wanapotelea, sisi tuko pale. Wewe unakuja dakika ya mwisho. Sasa kwanza tunakuwa protest government. Mali sasa tunataka kupangwa kwa hii serikali. Sasa hivi utakuja kuchukua nafasi yangu. Sasa ile nimekuwa tuko bure au uko juu ya mali. Sasa hivi unataka kuja kuchukua nafasi yako. Ile serikali ni ngumu. Na sasa katibu umeweka vizuri. Na uko na habari kwamba mashinani kuna kikundi wanataka kubuni vuguvugu la chungwa parallel na ofisi yetu, lakini wanasema wanaopizana timu yenu. Tumesikia tetesi kwamba wanasema hao wanafili wamewachwa nje na wanataka kufanya mambo ya chama, lakini wameshaini ofisi. And then ikiwepo leo hii ni Mohamed Abi ndiye ametoa tiketi ya chungwa, wewe kama katibu utamsupport au utamsupport? Ikiwa leo Mohamed Abi ameshinda nomination ya ODS, Mohamed Abi alirudi akabwaga na alirudi akanyorosha alirudi wanasema kando na kuja hizo mambo ya shughuli za ODM ni more of the TikTokers, ni kama socialite, mwana sarakasi.
Nasema hivi. Moja, vuguvugu huwa wakati tunaelekea election, hata kwa pande ya national politics. Yes. Raila anakuwa na vuguvugu ngapi wakati tunaingia wote but kama wote wana focus kwa kiti ya Kamkunji na kupatia Kamkunji umaarufu na kumpatia tuweze kupata ushindi kwa kiti cha MP. Hatuna shida na hizo vuguvugu. Namba 2, hatutaweka vuguvugu ya kupigana ya sisi baina ya sisi. Yes. Tunataka vuguvugu lenye litapigana na wale watakuwa wapinzani wetu. Ukija na hiyo direction, tunaelekea mahali pema. Lakini wewe ukikuja kama hii ya Mohamed Abdi, wewe unakuja kupigana na Ben na niko ODM. Anasema unaogopa uchaguzi. Uchaguzi na ugopa na nilimshinda. Si nilichaguliwa. Anasema yeye alikuwa anatoa hii basi anashangaa mbona uko na opponent. Nani mimi sikuwa na opponent angepanga. Ndio maana nakwambia angekuwa naelewa vitu za ODM, angekuwa alipanga kutoka chini. Kwa sababu kitu ya kukimbizana na aina na uimba. Lakini sasa ukikuja tunataka mimi nataka uimba. Ni mtu akuje kwa nyumba yako akwambie mimi nataka tu bibi yako. Na sitaki mtoto na sitaki wewe. Unaona inawezekana? So in short, the katibu anasema for all those maybe members wale wana aspire to have the ODM ticket. Number 1, you need to be an active ODM member. You need to visit the current ODM office, both mainstream na ama local wote hapa kama kwa sabra juko, because mostly watu wanaanzia juu. Jamaa nasema hivi vitu katuwekeanza chini. So as the ODM party, join the grassroots, panda juu pole pole, usikate shortcut. We need active ODM members. That is message. That's what katibu is message. We message na kwa katibu akimara pia. Maybe before we wind up, na bado nataka kuwa na very good conversation na katibu. Na unajua katibu apendi siku zote. Kuna katibu anapenda dunia nzima. Hata siku apendi. Hata wakati ananyoma alikuwa apendi. Hata rafiki yangu kutoka Mandela kamaliza katika ile katibu. Alafu katibu apendi. Sasa katibu huko kwa firing squad. Tunataka tuweke mambo ya demokrasia, mambo ya chama kipaumbele hapa Kamkunji. Unaonaje tukiwa na kongamano na tuseme labda mwenyekiti wa chama cha ODM Kamkunji Paul Oimba, wewe kama katibu utakuwa na advance agenda ya chama, tuite wale walishindwa kama huyu Mohamed Abdi na mimi tuweke kwa panel. Sasa waongee na Kamkunji, hata kama tuje sasa wana Kamkunji wajue ukweli. Unaona kama hiyo inawezekana, because hatutaki mtu anaenda anaongea kando ana insight watu, because vile Kamkunji iko saa hizi na ile mwelekeo tunachukua sisi tunataka chama ipate viti. Hata kama anasaidia kwa sababu the fact that chama chachukua viti kuna mboga na ile bragging rights. Kama sasa tuko na MCs watatu. Unaweza pigia fuati simu na asipochukua upigie kado ashike na ni msomo wa ile kusaidia kama sasa tunashinda. Unaona hiyo mwaliko ni kama tupake na katenti vitu waite kwa internet kwa pande. Hiyo ina shida. Unajua views za watu na views za mtu zizika na wezi zima. Kama mtu anacha kusema, mtu anasikia nini, itakuwa ni nice. But all in all, nataka kusema hakuna uchaguzi huwaga ikiisha, kuna wale watalia, kuna wale watafurahia. Na yule ameshindwa lazima ataingia kwa timu ya kulia, sema alinyang'anywa, alibiwa, alitumia uchawi, alifanya. Hizo ni vitu kawaida. Hizo ni vitu kawaida kwa siasa. Hizi yanaka sahihi hata kanisa. Naona siku hizi ukienda makanisa, uchaguzi za kanisa pia watu wanapigana. Sasa hii ya kwanza ODM mahali mnajua tulizoea sisi, tunajua kama sema kama ni mawe ni sisi, kama ni nini ni sisi. So hapo usitarajie utashindwa na mtu aongee vizuri. But sasa sisi tunajaribu tu kuangalia viti ni ngapi. Kama sasa hivi viti kwa kila ward ni watu 60 na mashabiki kama masupporters wa ODM ni wangapi? Ni wengi sana. So hawa watu wote ukiwaleta tunataka viti, lazima tu utakuwa na kelele na kanyagana hapa na pale. But all in all tunasema viti, last time tulikuwa na viti mingi ODM za MCS, sasa hivi tuko na 3. Sasa hivi tunajaribu 2027 Mungu akitufikisha hadi tunaweza fika tukiwa pia tuweze kushika hela zile 5. Juu makosa zile zilifanyika
California na ile tuendelee. Wacha kali kwanza. Labda katibu, before tuseme interrupt kidogo, katibu alikuwa anasema kuna mikakati wameweka ya ODM kuchukua kiti ya ubunge 2027, na amesema wao pia vile vile ni binadamu, wanasikia tetesi kuhusu mwenyekiti wa ODM Kamkunji, mzee Paul Oyuga. Endelea katibu. That is what I'm nasema. Zile vitu zinaongelewa ni kama stigma. Ukisikia mtu ana ukimwi na watu wanaongelea kuhusu hali yake, ni vitu si ati wewe ukiwa hapo usikii, unaisikia. Lakini sasa lazima ujue vile unaweza kukaa na hizo ni. Sasa nilikuwa nasema hizi vitu pia watu wanateta kuhusu chairman, kuhusu hiyo ofisi, tunazisikia. Na tunaporudi kwa ofisi, tunataka turekebishe zenye zinaweza rekebishwa. Kuna zile zinaweza rekebishwa. Kuna zingine ni propaganda ya siasa, hizo hazina njia yake tu, zitapigwa vile zitapigwa. Lakini tutajaribu kurekebisha zenye tunaweza rekebisha ili tuweze kushinda hizo viti 5 na tuweze kushinda kiti ya mbunge. Na mimi katika kama before wind up, because naona tumeongea vizuri, tuongeza bayana, tusikirudie tena mara moja tu. Tutaanza ile sasa watu wanaanza kufikiria. Unaona ni mikakati gani kama katibu umeweka ili make sure ODM imepata hii kiti elusive seat ya Kamkunji ODM ya hii Kamkunji parliamentary? One ni kwa ward levels tunataka tuwe na njia ya kufanya na watu kazi kwa usafi na usawa. Number 2, kama ni MCAs wengi walikuwa wanapata shida kufanya kazi na ofisi ya ODM. Sasa unapata ofisi inakimbia pande hii na MCA ama MP anakimbia pande hii. Number 2 ni information na communication. Unapata watu wana communication, wana information zenye haziko za ukweli. Tunataka tuwe na communication kama information ikitoka ni information labda imetoka ya office ikikuja chini katika inafikia mtu vile ilivyo, so that unakuwa na ukweli na usawa ya kuweza kumchagua mtu yule unataka na kuweza kufanya kazi kwa pamoja. Asante sana katibu. Maybe before we wind up, also nasema jambo, but kumekuwa na hii swali imekuwa ikizua hisia watu wengi, ni kwamba hii muungano ya Wamnyoro na Wiper huenda kwanza ikapunguza umaarufu wa ODM Kamkunji, hususan kwamba tumekuwa na jamii ya Wakamba kwa hii siasa ya Kamkunji kwa muda mrefu, na ni mbinu gani itatumiwa sasa, kwa vile ule kanisa walikuwa wanakuja lazima kuwe anaweza kata kosi, because jamii ya Waluo na Waluya ndio wako nyuma kwa numbers, na hususan ndio wamebaki kwa sasa hii ODM. Na ikiwa UDA na ODM wanaungana, inamaanisha kwa jamii ya Wakikuyu wengi wao tayari kama wameasi UDA. Ni mbinu gani mtatumia hapa ku make sure that hizi viti, na mimi pia nikiongezea ndio kujibu kwa jumla, baadhi yao wamekalia viti MCAs, kuna wale wanawapinga na wanapinga tu chama, na tunaona MCAs wote watatu ni office bearers. Mtatumia mbinu gani kuwa na usawa? Maana sasa ukiwa na mshahara MCA ule kwa ofisi na ofisi ndio ni kama sasa inaangalia national ticket, hapo kutakuwa na usawa, mtafanya namna gani hapo? Kitu ya kwanza lazima ujue chama kitu inaangalia ni kuretain ile kiti yake. Yes. Ndio kitu ya kwanza na hiyo pia ni demokrasia. Hakuna mtu tutamwambia wewe sasa hii kiti lazima ubaki nayo kwa sababu chama inakuwa na tutaangalia kama bado una umaarufu kama MCA kwa hiyo bodi yako. Namba 2, nilisema kwa wakati mwingine wakati uliniita, tutakuwa na kitu kinaitwa scorecard. Umefanya nini kwa chama? Umefanya nini na kwa wale watu wako ile bodi? Uko na umaarufu wa kurudi kwa hiyo kiti. So ukiwa na hiyo umaarufu, labda tutaweza kuongeleshana. Unajua pia kuongeleshana ni demokrasia. Usiweke lazima kila saa lazima watu wapige kura. Kuna pia kuongeleshana. Na tukiongeleshana pia na tuone watu wamekubaliana na chenye tunasema, na tunajua ukiekea mtu kweli kwa kitu pia ni rahisi kwake. Ya pili utakuwa unaokoa pesa,
pande yake labda uchaguzi pia ni pesa na vitu hizo vitu kama follow up pia tutakuwa tunafua watu uweze kurudi pale kama njia moja, na hizo zimekuwa kwa uchaguzi wa demokrasia pia. Watu wanaongeleshana wanasema huyu wewe ulikuwa unaunga, na sisi tulijaribu 2013 wakati ya Robert Odhiambo na Nambeno huko tuliwakalisha chini na Robert Odhiambo marehemu akaenda na namba 2 wake alikuwa ni Leo Mudo na akakuwa kama anaitwa ile finance team ama finance team yake. Yes, kwa hiyo nini tukasonga na tukatoka tu kushinda, lakini tutoka na kwa pili. Hizo vitu zimekuwa zikifanyika, so hiyo pia tutakuja kufanya vitu kama hizo. Ya pili umeuliza nini? Umeuliza jamii ya Mlima Kenya. Unajua kwa hiyo pande ni nani anapewa fulani au wale pia unaona wanakana, na pia sisi tuko kwa siasa tunaangalia juu pia hao tunataka tuone ni Kalonzo atapewa, lakini pinga pia tunajua vile hizi bageni mtego zinakuaga, wanaangaliaga pesa, wanaangalia area, unaweza toka wapi, unaweza toka kura wapi, ndio unaonaga mtu anajua. So pia sisi ndio tunaona pia sisi tunaona tukiangalia vile sahihi wa Mnyoro anapanga wakina Kalonzo, tunaona pia bado tutakuwa na ushawishi kwa hiyo ground, hata kama pia pia watu wamepita kwa hiyo kabila. Yes, Kasumba ya kabila tunapita na namba 2 wa Mnyoro anaambia nini watu, zile vitu wanasema tu ni zile vitu labda Raila alipenda kwa Alliance, alikuwa anaambia watu wakati alikuwa hapo ndani, na wakati alikuwa hapo ndani hapo anasema. So pia si ati watu ni wajinga, na sio ati lazima kwa sababu wewe ni Mkikuyu lazima utapewa kura, ati umepewa garantizo kura ni za watu. Sahihi vitu technology nini zimebadilika mpaka kuwa watu wanakuwa informed kabisa. So kuna vitu zile unasema watu wanaona tu propaganda kwa sababu una machungu ulitolewa pale, lakini hasa kwa ground watu watapiga kura kulingana na demokrasia na vile wanaanza shida nyingi. Asante sana katibu. Huyu amekuwa ni katibu wa Chungwa kampuni constituency. Wengine wanasema ni selected, wengine wanasema wamejichagua, alikuwa na mpinzani, wengine wanasema ni self imposed. Yeye anajua alichaguliwa mpaka alitoa posta, nilishangaa sana posta yake kwa mtandao, lakini posta iko kwa ground. Ndio nafikiri pia sana. So maybe na few words kabla coast afunge show. Nataka in 1 minute uaddress wewe katibu ndio sauti ya chama. Nataka kuaddress Ali Nur na Mohamed Abdi in 1 minute then tufunge show. Kama wale members wa ODM wale walikuwa wamepeperusha bendera na mambo ya chama, address in 1 minute. Mohamed Abdi na Ali Nur address na vile wale tafuta show. Okay, na you are parting short. One kwa Ali Nur nafikiri uko kwa ofisi ya chama na wewe ni mwanachama, unajua cha kufanya. Mimi hakuna vitu vingi naweza kukufunza kwa hii siasa, unaendana na siasa. Nafikiri utashikilia chama, na kama utaweza nafikiri utapambana na hiyo bendera kwa demokrasia ya chama cha ODM. Mohamed Abdi yeye nitarudi kumwambia yeye ajue bado yeye ni mwanachama, yeye ni mfuasi wa chama, na tunampatia nafasi kama anataka kujipanga. Kuna kila wakati mwingine, na kama anataka aanze pia kutafuta kutoka chini. Na hii chama, ule mtu ameanguka sana kwa kiti cha president ni Raila, na anaangukaga na maisha yanaendelea. So yeye asiweke ati chama watu wengine wakianguka sasa chama mambo yameisha. So yeye ajue chama watu waanguka siasa, hata yeye alijaribu hii na fanya ni mara yake ile pia ile 2017 na pia 2022 akapata. So imaanisha sasa yeye ni adui ya watu, hasira zake sijui lazima apate, na asipopata anatoa kulisha. Hizo ni vitu zilipitwa na wakati. Kura ni kuongelesha watu, kupanga watu, na pia utapeli tuache. Hizo vitu wanafanya ni utapeli. Wanataka unataka kupitia mlango wa nyuma, unataka kupanga wanachama, unataka kupanga watu wengine ati ndio wakuja kupatia kura kwa ofisi ya ODM. Haiwezekani. Watu wanaweza kukupatia kiti ama nafasi kwa ofisi ya ODM ni wafuasi wa ODM peke yake. Hizi zingine zinapitia kama hizo ni njia za kufungulia watu kula pesa.
Na watu wetu watakula pesa, wala shida na kula pesa. Pesa hakuna mtu kushika nayo. Asante. Course Funga Show ni Cartel TV mashinani tukioji katibu wa chama cha ODM self-imposed, elected and imposed. Katiba host Bena Kimara, SG General ODM Kamkunji, and Kimara pia mimi nakushukuru sana because kwa chama miaka mingi na bado umeshikilia zote jamaa wherever you are, tell a friend to like, subscribe and comment. Hapo sawa baba. Asante.